Na mimi kazi yangu ni kuleta watu wetu pamoja. Mimi sipigani na mtu na sina haja kupigana na mtu. Kazi yangu ni kutafuta watu wakuje pamoja. If you want to unite with people outside your region, how do you fight people in your region? You must consolidate your region, ndio utafute area ingine. Nyinyi jamii za Western, nataka kuhakikishia harakati ya kufufua Nzoia, kufufua Mumias, ile mambo imesemwa hapa ya kwamba additional production lines ya ethanol, ya cogeneration na ile yote, nitaambia kamati ya agriculture ya bunge ichunguze kama inahitaji kupewa kipaumbele kwa budget. Tutazungumzia kule tukienda. Naunga mkono gavana wenu, amesema 2027 lazima sisi zote tuwe katika mrengo wa serikali, tuendelee kuchangia kusaidia watu wetu. Hata wakati kazi imepatikana Addis Ababa, hiyo kazi si ya mtu binafsi. Mzee wetu Raila akienda Addis kama chairman wa AU, that is a job sponsored by the government of the Republic of Kenya. Na kama serikali ya Kenya Kwanza ingekuwa ya chuki, hata wangechukua mtu mwingine. Lakini tumeketi tumesema he's a statesman. He's not going there because he's being done a favor. He's going there because anaweza hiyo kazi. Na akiweza hiyo kazi, hapa nyuma lazima kazi iendelee. Hawa kina Otuoma, hawa kina Baraza, hawa bunge wetu wote, let's sit together. How we will walk to the future, our end will justify our means. Na sisi tunajua tutaweza. Wamalwa alitembea hapa peke yake, akichekwa, akitusiwa, akiambiwa wewe ni maskini. 2002 kura za Mlembe zote zilianguka kwa kikapu moja. Kila mtu, wale waliochaguliwa wote tulikuwa na Wamalwa. Mungu akamchukua, imechukua muda, wengine tuko sasa. Hawa vijana wamekuja juzi bana bechileza mu siasa muno, ekhafienya khuiluka, khasuna munjika ne kama khuwakali inyuma. Omwana oye lusiye khafu kweli. Fweza kwenya khurekana ne bana tawe. Fwe kwenya kuambasi buli mundu kuchebwe. Kwa sababu mvua imekaribia, mimi ni kumshukuru tu gavana wenu Bwana Otuoma. In another 1 month we want to be in Busia. Na utupangie tusungumuze mambo ya maendeleo. When people see us together the way we are here, even if we don't say anything, wananchi wanafurahi tu tuko pamoja. Na father, vile umesema, mimi nimekujua leo. Hii ni njia yangu ya kwenda nyumbani na kurudi Nairobi. I'll be turning in even if you don't invite me. Nikuja tuketi tuongee. Mambo yote mmesema kuhusu ukulima, kuteremsha bei ya miwa na mambo ya communication kwa wakulima, nitayapelekea kwa rais wetu ili ashughulikie. Na mimi nataka kutetea wabunge wetu. Tafadhali, tukio kahafla kama hii, hawa wabunge wetu wamechaguliwa na hao wananchi. Ni vizuri kuwapa heshima yao, kwa sababu mimi nawaheshimu sana. Hakuna mbunge hapa upiga usingizi bungeni, wote wanafanya kazi. Hapa mbunge wenu na Bulindo amekuwa mambo ambayo mmeongea hapa ya miwa, mambo ya teams. I know wabunge wetu, you have an opportunity na mtafanya ile kitu mkifika kule bunge, na mimi kama kiongozi wenyu I want to appreciate you kwa sababu tumeamua kutembea barabara ambayo ni ya maendeleo na barabara ya kuleta watu wa Western Region kwa pamoja. Tunataka tuende safari moja ili mwaka wa 2027 we must be in the next government, ili tujipange sawa sawa kwa mwaka wa 2032. Hiyo ndio uongozi ambayo tunataka, na lazima tuanze kujipanga mapema. Same time,
Kwa hivyo nataka niwaombe kwamba politics is local. Hata mkipenda msipende, politics is local and regional. Watu wanaanza kujipanga na safari ya kesho, tunaanza leo. Watu Mount Elgon, Mount Kenya wanajipanga, Nyanza wanajipanga, sisi pia lazima tujipange vile tumeanza kujipanga namna hii. So mimi maneno vile umeshikana hapa na B speaker kiongozwa hapa and all leaders, kuna vitu vingine ikifika kwa vitu ya watu wetu, it must transcend party or political lines, because those become political interests za watu wetu hapa. And once you have got a political purpose, utapata tu watu wanakuja pamoja, utapata tu tunavutia pamoja, and then we are able to push our agenda. Lakini ikifika pahali huyu anaongea maneno hii kidogo, we are intolerant, mtu ukisema hii kidogo wengine makasiriko, hiyo inakuwa shida. Hiyo tuwezi kuleta watu pamoja namna hiyo. Na tukiwa na differences, hakuna jamii hazina differences. Lakini inafikanga kitu ile wanasema hii ni muhimu kwa jamii, they pull together. Si ati we are unique. Hata ukienda Mount Kenya, iko wa Embu, iko wa Meru, iko wa Kikuyu, but they pull together now as Mount Kenya. Ukienda Kalenjin same, iko wa Nandi, iko Kipsigis. Lakini hapa saa nyingine mtu anaanza kusema sijui nyumba ya Mrembe, sijui nini. There's nothing unique. Sisi tuweze tu kuamini that we need political power na watu wakuje pamoja, and at that time if it itajiform. Speaker, you are senior to us, but I'm also aware. Kwa hii serikali tumekuwa na vice president mara ngapi? Sasa hii Waluya, we are number 2 in population of this country. Lakini our population does not reflect in the national hierarchy. In the national hierarchy sasa hii tuko number 3. Na Wetangula ndio number 3. Tumetoka number 2, tumeenda number 3. Tunaenda nyuma ama tunaenda mbele? Today hapa Matungu kwa bedroom ya Fernandez Baraza, we must have a declaration that the grand march begins today. And the leader of that grand march ya kuelekea State House ni Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Hatutaki number 3 Mheshimiwa Wetangula. Vumilia tu kidogo hii ya Ruto kwa sababu najua 20. As we speak now, Speaker, wale ambao walipeleka miwa katika factories ati wanangoja e-teams ndio iwalipe pesa. Na wakati wanangoja, Speaker, pesa yao iko pale. School fees hapa Brimbo Girls wanataka kulipa. Chakula ndio hiyo imepanda. Bus fare tu Bungoma imepanda. Tukakamega ni storio. Speaker, hiyo maneno tukifungua bunge tarehe 8, on Tuesday, lazima utupatie nafasi kidogo tueleze wenzetu na tuwaambie serikali kwamba let them tax at the source na wamalize hiyo maneno. Watu wakiona watu ya jamii ya Western wanakaribia kuungana pamoja, wanatupa huko bomu ili tutawanyike. Lakini mara hii tunawaambia hatubanduki. Kuna maneno ya e-teams ambayo imetokea. Tuliona wakulima wa avocado walipiga nuru wakafukuzwa watu ya KRA huko. Sasa hii watu wamekuja tena wapi? Hapa Kakamega na huku Western. Wanasema sasa wakulima wa miwa pia wafanye nini? Waingie kwa hiyo e-teams. Sisi hatukatai. Hata ukisema kila mtu alipe ushuru ni sawa. Lakini mkulima, hasa mkulima wa miwa, mkulima wa mahindi katika Kenya hii sasa anahangaika. Hapati faida. Ndio tunaanza kufufua upanzi na ukulima wa miwa. Na nyinyi mnakuja mnasema tufanye nini? Mnataka walipe ushuru na tayari hawana faida ile wanapata. Ile ningeomba ni kwamba hii serikali iangalie vile itasaidia wakulima kwanza, wakulima waweze kunawiri, ndio tukuje na mambo ya taxation. Sasa hizi ni kusaidia mkulima, si kwenda kuchukua ile kidogo ambayo amepata tena tunataka kumnyang'anya. Na tuliona watu wa avocado walikataa. Deputy President akaita hao kwa kikao kuongelelea mambo ya nini? Ya e-teams. Tunauliza huyo Deputy President ndio mwenye hii serikali. Hizi policy ni za hii serikali. Hatufikiri hizi policy kuzipiga msasa kabla tupeleke kwa wananchi. Tunapeleka kwa wananchi, ikifika wana react ndio sisi. My request, Speaker. My request, and this is a very reasonable respect. Anytime a government policy
comes in conflict with the livelihood of human beings in that area, that policy is suspended until a better operational method is found. Our request as MPs from Western Kenya is that you lead us to negotiate with the government to suspend that aspect of policy so that we find a better working mechanism. For sure, Speaker, we are no lesser beings than the people who do avocado in Murang'a. So if they suspended it for avocado, they can do it for Maina Malwa. Nimesikia hapa wajumbe mumeongea vizuri maneno ya tax. Tax ya wakulima wa miwa, kumekuwa na tax ya avocado. Nyinyi msianze kuomba serikali. MPs, you have powers. Nyinyi ndio mlipitisha hiyo finance bill. Endeni muamend hiyo finance bill. Go back to parliament and do your work. Sasa ukija kuambia mama hapa hiti, huyu mama anajua leo hii kitu. Just amend the Finance Act na maneno itakuwa imeisha. Simple and period. Wacha mimi niwaambie nyinyi watu wa kupiga kura. Mtu asema ati nyinyi mmekosana. Nyinyi hamuelewani. Watu ambao wako na shida Kenya hii ni sisi viongozi ambao tumechakuliwa. Na hii shida yetu ni kwa sababu ya matumbo zetu. Kila mtu anafikiri anaweza kuwa president. Ningependa kuwaomba nyinyi, kwa vile sisi tumemtambua Wetangula kama kiongozi ambaye sasa ametuweka pamoja, natembelea pamoja, hata na nyinyi ningewaomba kwa ile serikali yote ambayo itakuweko, lazima tukue na umoja ndio tupate matunda. Mahali Wetangula lako number 3 Kenya mzima. Sasa mimi nashangaa nyinyi Waluya, nani aliroka nyinyi padri? Kuna hii Injili sijui kwa Corinthians. But lazima tujue ya kwamba huwezi leta tu change kubwa kwa watu wa chini alafu faulu. Kuna wamama wako na miwa tinga moja, kuna wazee wako na miwa nusu eka. We said sisi ambao tuko juu tukamliwa. Na tukikamliwa ni subsidy kwa wale ambao hawana kitu hapo chini. Let us be considerate to our people na tuwe na methodology ambayo ina favor mtu wa chini. KRA must reconsider their position, and also number 2, AFA walileta sanity kuhakikisha kwamba ile miwa ilikuwa nakuwa harvested at 12 months haifanyiki hivyo. Sasa hii tuko na miwa mingi na hiyo miwa ingine inapita wakati ya harvest. Tunaomba kampuni zetu badala ya kuleta miwa kutoka mbali waanze na wakulima kwanza, kwa sababu kupata permit imekuwa tena kisirani and is demoralizing. Na pia AFA iinue kama West Kenya they used to crush 6,000 tons wakarudishwa to 3,000. Kiwango yao pia iende juu. We must be bold enough and say we have nothing to lose. We have come of age. We have to be decisive and say we must drive our people to where they are supposed to be in support of the government of the day. Na 2027 we claim our stake there. Lakini eti mimi kama nitaunda serikali 2027, hiyo uongo itakuwa nimetoa wapi? Na sisi kama kina mama tunawaomba hivi. Kwa miaka hii yote, kama unataka kulinda Kenya, ni lazima uanze kulinda nyumbani. Na mpandane nyinyi wenyewe. Because you can't have tolerance for Kenya and forget tolerance must start home. Kwa hivyo kama sisi tunatafuta hii uongozi ya urais, ni lazima tukue na tolerance nyumbani. Na siasa si kupendana, nilisema lugani nitarudia. Siasa ni interest ya watu wenu. Ni vipi mtaona maendeleo na watoto wetu waendelee kwenda shule ili waweze kuona hayo maendeleo? Ama ni vipi sisi tunapoondoka tunawacha hii generation yenye inachukua uongozi? Hiyo ndio swali tunafaa kujiuliza.